Wanakwambia shengesha mtaani, na mimi nipo mtaani kwa ajili ya kushengesha na wadau wangu. Vibe la kitaa wote leo tupo by road. Tumekuja huku kwa ajili ya jambo moja tu. Huku bwana ni mtaa ambao unasifika kwelikweli kwenye mambo ya shughuli. Na shughulini watu wanaendelea kushughulika. Usisahau, kwenye shughuli kuna faida na hasara zake, lakini kuna vibweka. Kuna matukio ya hapa na pale. Tutakuja kufahamu huu mtaa kwenye shughuli zao wanapata tu faida ama kuna hasara, alafu kuna heka. Zile heka ndio mimi nazitaka. Maliki wako mtaa niko hapa, siti mimi kwenye 1 na 2, sina baya, siboy, brandi imezingatiwa. Bwana dadangu wewe mzuri, ila tatizo jina. Fanya upate jina. Kama ambavyo nilikwambia hapo awali, niko zangu Bahilodi. Huku mambo ni mengi, mambo yamepamba moto. Huku bwana heka za mtaa zipo kibao. Nimekutana na wenyeji wangu, tumekaa zetu hapa kwenye kimti. Kinaitwa hichi kimti? Hiki kimti kinaitwa mti madeni, mti shida, mti heka. Kabisa yani. Ishi kama sisi. Bwana kama ambavyo umesikia, mti madeni, mti heka, ishi kama sisi. Unaona vitu tulivyoishi. Tumekaa tumetulia. Huu hapa uko pambe, uko live. Nimekuja kupiga story, waniambie nayo yasikia kuhusiana na Bahilodi mtaa wao. Ni kweli shughuli lele ngumi mkononi, watu huku bwana wanaume na wanaume, lakini wakuda wanakaa vibaya mno. Wanaita tena mkuda akai. Ila wakuda ni wengi. Umesikia? Mkuda akai lakini wakuda wapo wengi. Tunaenda kupiga story. Mambo tuanze huku mkono wa kulia. Ndio kukolele kwanza kabla hatujaje huko. Una dukuduku kweli. Mambo safi vipi? Niko poa. Nakuta nani? Lizzy Drama aka Lizzy Official. Lizzy Drama aka Lizzy Official. Niliambia ukikutana na Lizzy Drama ndo tumekutana hapa. Bwana Lizzy bwana, yeye jambo lake ambalo linamkereketa kila siku, anapita mtaani anapiga hadi makelele, jamani wanaume muache umbea. Kweli wanaume umbea? Ndugu yangu. We acha. Yaani safari hii sasa hivi wanaume ni wambea kuliko sisi. Acha bwana. Jamani, mimi sitaki hata kusema, maana nikisema watanipiga. Walikufanyia umbea gani wanaume kiasi kwamba wakasema jamani huyu mwanaume vipi? Umbea mwingi tu alionifanyia ndugu yangu, sina hamu. Kama upe tupe kidogo, hebu tupe kidogo ili tujue, nidokezee mimi hapa. Ili akinikuta nijue kumbe jamani ya mambo wanaume ndio wanafanyaga. Wanaume ni wanafiki kwa kweli. Unaweza ukapita tu hapo na mtu hata rafiki yako, wanaenda kufikisha maneno kwa shemeji yao tena. Tumemwona Lizzy na bwana wake, bado tu hata hujawaambia bwana wako, lakini shida ndo hizo ndugu yangu. Unadhani kwa nini wanaume wamekuwa wambea sana siku hizi? Jamani, sijui kazi za kufanya hawana, ndo ninachohisi. Maana si unajua ukiwa na kazi tena mjini, ukiwa na kazi huwezi kufanyaje? Badilisha kuwa wanawake wa awamu ya pili. Wanaume wanakuwa wambea kwa sababu wanajibadilisha kuwa wanawake wa awamu ya pili, kama wanaume wetu hao wengine. Ni wanawake tosha wa awamu ya pili, wanaojiita wanawake wa awamu ya pili. Wanaume wa awamu ya pili ni hao wanaume walio left group la wanaume kuingia kwenye group la wanawake. Ina maana kwamba ni wale wanaume mashoga. Unakuta mwanaume kavaa dila, kajipaka wanja, poda, katoboa na pua. Sasa huyo ni mwanamke mwenzetu na kikuku mguuni. Huyo sio mwanaume tena, ni mwanamke mwenzetu. Mwanamume anavaa bikini, sio mwanaume. Wao ndo wanaongoza kwa umbea mtaani. Wanaongoza kwa umbea, wanaiba hadi wanaume wa watu. Yaani hao sio wanaume na hatuwataki kwenye huu mtaa. Hamuwataki kwenye huu mtaa, sio wanawake wa awamu ya pili, hatuwataki. Kwa hiyo mmefanya utaratibu gani labda kuwaondoa ama kuwaomba waache kufanya hivyo wanavyovifanya? Ni wajeuri mama. Tumeongea nao wameshindikana. Sasa safari hii ni kunyukana ndo kinachofuata. Yaani ujumbe uwafikie, sijui unaelewa, ili wajue kabisa kwamba mmewachoka. Kwao ni wajeuri, wanabaruza, wanachamba, si ndio? Ndio ndugu yangu, ndo kero yetu hiyo. Wanachambana wanaume wanachambana vibaya mno kuliko sisi, ila sasa sisi ndo tuko lele. Wanavyotaka na sisi tunataka, yani tuko pambe tu. Ila mnaambia kwamba umtaa ni mkuda akai, lakini anakaa, ila sisi tutawakalisha. Safari hii ni ngumi mkononi, tunapigana vibaya mno.